Kwa majina anaitwa Joyce Komago. Nimetokea Moshi tangu mwaka jana mwezi wa 9, niko Arusha. Ndio. Ushuhuda wangu ni kwamba nilikuwa na mtoto wangu, nadhani wengi walimuona kijana, kaka yake na huyu. Ndio. Alianza nao shule, kwa sasa anaingia form 1. Yule mtoto alipata changamoto akiwa chekechea, alikuwa vizuri, darasa la kwanza vizuri, la 3 akaanza kupata shida. Kila ikifika kwenye mtihani, afanya mtihani anarudi nyuma. Kwa hiyo kwenye darasa la 4 hapo amerudia mara nyingi sana. Nikaomba, kwa kweli niliomba kwa imani, sadaka nilitoa, lakini sikupata majibu. Ikatokea siku moja nikawa namshirikisha mama mmoja, akaniambia huyu mtoto anatakiwa apate madhabahu sahihi ya kumfungua. Sio kila mtu anaweza tu kumfungua kwenye hicho kipengele. Ndio. Nikaga tu nimeamini hivyo. Ila sijui yani kama nimwachia Mungu. Mwaka jana nilipokuwa nimekuja huku, nimefikia kwa mamangu. Mamangu akaniambia twende kanisani. Nikamwambia mama, mimi sitaki kwenda kwenye kanisa ili mradi. Makanisa ni mengi, nataka Mungu aniongoze. Niende kanisa ambalo nitafurahi mwenyewe. Sitaki makanisa ya ajabu ajabu. Mama wangu akaniambia twende. Nikamwambia mama, nikikuta kanisa la ovyo kwa kweli hatutaelewana. Ila siku nilikuja naye hapa, kwa kweli nilishangaa. Ulishangaa nini? Nilikutana na vitu vya tofauti. Ndio. Watu wote wanajua kumuomba Mungu. Watu wote wanajua kumsifu Mungu. Ndio. Na watu wote wanajua maana ya kuomba. Kwa mimi nilivyoona. Ndio. Kwa kweli nilifurahishwa na kile kitu. Nilipotoka mahali hapa nimwambia mama, kweli ninaomba, lakini pale pameniinua. Nilizidi kutiwa moyo. Siku nikamwambia mamangu, sasa inatakiwa tumuombee Godwin. Ndio. Changamoto alionayo hii ya kufeli. Ndio. Mama akaniambia ngoja nikitoka nitampeleka kwa bishop. Hiyo siku tumetoka, aliingia hapo ofisini. Sijui mliongea naye nini, maana sikutaka kufuatilia. Jambo ambalo nimeliombea muda mrefu. Yaani kama nilikatia tamaa, imani yangu ilikuwa inateteleka. Ndio. Akaniambia kuna mafuta mtumishi amempa, atakuwa anaomba mwenyewe. Yule mtoto anaomba kwa kweli. Ikafikia mwezi wa 10 nikampeleka Moshi kufanya mtihani wa taifa, tukarudi. Tulivyokuwa kule Moshi, kwanza nimwambia mtihani umeuonaje? Akaniambia nimeuona mzuri mama. Kwa imani nikasema mtoto amenipa matumaini na mimi ngoja niamini hivyo hivyo. Mwezi huu wa kwanza nikawa kila nikipigia walimu wake simu hawanipokelei. Nikahisi matokeo yametoka, labda yani wanaogopa kuniumiza moyo. Nikawaambia moyo wangu kubaliana na kila litakalotokea. Haijalishi. Nikatulia. Jana nikampigia tena mwalimu wake simu. Akanipokelea, nikamwambia matokeo vipi? Akaniambia unajua matokeo sasa hivi yanatoka kwa namba. Namba ya mwanao ni ngapi? Nikamwambia namba tena, mimi sina namba ya yule mtoto. Akaniambia ngoja nakurudia. Nikakaa nikamwambia Mungu, mimi najiandaa kwa lolote lile. Mwalimu akanirudia akaniambia wewe amini mtoto amefaulu vizuri sana. Hayo ni ya ukweli, makofi hayo. Mimi nilichomwambia yule mwalimu, nilimwambia mimi namtukuza Mungu kwa sababu alinipeleka Arusha kwa sababu maalum. Haleluya. Haijalishi nimepitia changamoto ya kunipeleka Arusha, sijaenda kwa raha, ila Mungu alimpeleka kwa ajili ya mtoto. Kwa mimi napenda kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu ana kila njia. Akitaka kukufanyia jambo anaweza kupeleka hata Ulaya. Unaweza ukaumwa ukaenda Ulaya kutibiwa, kumbe kuna jambo anataka kukutanishe nalo. Imani ni kubwa hiyo. Pokea kwa jina la Yesu. Namtukuza Mungu sana. Barikiwa sana. Ninawashauri kwa kweli, ombeni bila kuchoka. Asante. Hata unapoona maji yamekufika hapa, mwambie Mungu nakushukuru kwa sababu ninakufa katika wewe. Bwana atakufufua na kukuokoa. Asante.